Umugaka ombui orangi rwa ase ekenyero kya byonge nigo aimugete kurwaboye kugenda gwika igituki erio gochikorera umurai bwense umoske William Ruto kurinde asatamu tibuna erio na riaringire chikoria rio mwerio korera enkayaye ase atachetwe gwika gwasiria obugima bwaye magiga y'umurai bwense gukora enkwano yaye. Kuhusu alianguka namna gani? Wale walikuwa karibu waliniambia alikanyangwa kiatu. Kuna mtu alimkanyangia kiatu kikatoka. Na kule kuinama kuvaa kiatu chake, hapo sasa ndio watu walimsukuma kaanguka wakamkanyanga. Mimi kupiga nyumbani hapa ndio nasikia nuru atendo yako anakufa. Kwa nini? Watu wakati walikuwa ni wengi, wakati ya kutoka alianguka. Na watu wengi bila mnajua nini binadamu. Hapa watu kuangalia ni nini kinaanguka. Ni kukanyaga tu. Bakamkanyaga akakuba. Sasa wakaanza kusukumana kuingia ndani. Sasa hapo kwa gate vile walikuwa wanasukumana, inaonekana alianguka chini. Sasa wengine kutoka nyuma wakakanyaga juu. Mzee alienda kushuhudia maendeleo ambayo walituletea. Tushukuru na rais wetu. Hatutaki kuweka ya kwamba kifo cha mzee kilitokana na yeye, maana yeye alikuja akahutubia watu na kaenda. Jambo ninaomba ni serikali ijue kuna mzee alienda kushuhudia kiongozi wake na akaaga. Kuringana na abana banyagusira ombui orangi nigo bagotwerera buna nigo bomerente amonatatu mwabo gakugenda kochikorera umurai bwense umoske William Ruto oyonenge gwikirana asitinseme chopna bagotwerera. Francis Nyakuto ilikuwa na ndege tuki nikapata mzee njiani akitembea, nikamuuliza unaenda wapi mzee? Kaniambia naenda kuona president wangu Ruto. Nikamwambia umeseeka, kuna shida gani? Kaniambia Nyabuto mwanone acha niende kuona president wangu. Tulipofika huko nikarudi nikapata amekaa mahali akunywa soda. Nikamwambia unafanya nini hapa? Kaniambia nataka niende nipatiwe angalau kitu kidogo. Wakati rais Ruto alimaliza, wakati waliingia KMTC, mimi nilitoka nikarudi kidogo tu hivi hali nilikuwa nakaa. Kuna ndugu yangu my cousin alinipigia simu yangu ilikuwa off. Aliita mtu akamwambia nitafutie mwalimu Nyabuto. Kidogo tu hivi akaniambia anko ya Aruni ameaga dunia. Nikauliza anko yao ni nani? Ati enda ona mwalimu Aruni. Kufika kwa Aruni hivi akaniambia ya kwamba omugako mbui ameaga dunia. Kukimbia nikaona gari ya CDF kiteremka. Tulifuata na hiyo gari ya CDF mpaka Ugembo. Watu walikuwa wanalia. Kufika Ugembo nikapata mzee amewekwa kwa kitanda. Wanataka mwekee hewa. Kugusa hivi nikapata aoni apumui sawa. Nikawaambia hakuna hata kumwekea hewa kwa sababu kuangalia yeye ameaga dunia. Tukafanya juhudi kidogo tu hivi. Kuna mtoto ambaye walikuwa na yeye kwa hiyo gari ya CDF. Haya kaletwa kwa kitanda. Tulipoambiwa askari walikuja karibu 5. Tukawauliza mko kufanya nini? Tunataka kuona vile ambavyo ajali ilitokea. Tulipotoa mzee
Huyu kijana naye akaweka juu ya kitanda, na kuna mama nilisikia. Tulipochukua mzee mmoja tukamweka kwa Ugembo General Hospital. Nikaambiwa enda andika OP. Niliandika OP, niko naye. Na ile kitabu ambacho alipatiwa kutoka hospitali niko nacho. Hako Ugembo. Wajua wakati mtu amekufa, hata kupatiana pesa amekufa. Lakini mheshimiwa akuje atuelezee anataka tufanye nini. Hata hapa kwetu, hata hapa kwangu hatuna hata tent, hatuna na viti. Ikiwa atagharamia masisi ya mzee kuanzia jana mpaka mwisho, taongea naye. Sawa? Just a minute. Asipo kuanzia jana, achana mzee, tukae kama familia tuone vile msaada finished. Jina langu ni Joshua Ombui. Babangu ni Ombui Orandi. Buja sub-county. Sasa babangu aliondoka asubuhi. Miaka yake ni 100 years. Sasa aliposikia kwamba kuna president anakuja Gatuki, na yeye akaenda pale ili amuone uso kwa uso. Sasa kufika pale, president alipoongea akamaliza, akasema wazee wakae kwa uwanja, akina mama waingie MTC pale ndani. Wajua papangu asikii vizuri. Sasa alipoenda kwa gate, walipoanza kusukumana, alikuwa amepeana kina mama kidogo, lakini mwendo wa pole pole. Sasa wakaanza kusukumana kuingia ndani. Sasa hapo kwa gate, vile walikuwa wanasukumana, inaonekana alianguka chini. Sasa wengine kutoka nyuma wakakanyaga juu. Sasa akakaa hapo. Sasa watu walikuwa wengi. Sasa wengine tulipopigiwa simu hatukuamini. Tuliuliza mbona mzee hakuwa mgonjwa, amekufaje? Ati amekanyagiwa pale chini. Kufika pale ndio huyu. Tulipofika pale wakatuambia tuandike tuende polisi. Sasa tukamwambia hapana, it was an accident wakati wa kupewa hizi pesa. Tukarekodi kwa OP. Kwa sababu hakuwa hai, sema wacha tumweke Ugembo hapo, kwa vile hatakuwa na maana mengine. Sasa ndio tumerudi nyumbani. Hatuna uwezo kabisa, but we want to bury our father the way he deserves. Sasa mimi naongea Joshua, we were 4 males in the family. So pass on, the eldest and the youngest. Now we are through. So we are asking for any assistance so that we bury our father the way. Kwa sababu alikuwa amenatuambia story nyingi, amejua mengi. At 100 years amejua mambo mengi kutoka zamani. Sasa kungekuwa na uwezo mahali tusaidiwe hivi. Na nifunzo kwamba ni mambo ya kutoa hivi. No, some were saying mzee ameenda kufuata 200. Unajua ni kwa vile ukienda pale ni kama uwanja tu. Unashughulika hivi ngawa una pesa kidogo, lakini ya bure unaona. Sasa
amepeleka baba yetu na miguu at the age of 100. Wakati mwingine alikuwa anajiita mzee kijana. Ndio akitembea. He was quite strong. Ngao alipoteza masikio kidogo kutosikia. Wakati mwingi ikifika saa 2 hivi. Chana. Ikifika saa 2 amejitayarisha. Chana. Alipotoka hapa, alitoka kitu saa 3. Ulimwona? Yes. Kwa sababu nilikuwa na yeye. Just a minute. Sasa akitoka hapa akaenda akakunywa soda yake kawaida ya kifo. Mimi ndio nafuata huyu mzazi hapa sana. Alikuwa ni mzee mtulivu. Alikuwa ni mzee anapenda watu. Alikuwa ni mzee anapenda siasa. Huyu mzee au kwa mrebi kutoka utotoni mwake. Hata mimi bila nabakia hapa. Ichakuza hiyo kitu. Siku yake ilipika chana. Ile Mungu alimuambia na akamwambia siku hiyo huwezi kuibuka. Na aliaga isikwenda utakuta pesa kwa Ruto. Ruto ni kiongozi katika Kenya. Iko kama baba. Ukizaa watoto yako na upate bana kutukana, bana kupiga, hiyo si watoto. Tulikuwa tunalea Ruto kwa sababu tulimchagua, tukasikia na kuja bale. Tulienda tu kuangalia na masikia asikie anapendekeza nini ya kusaidia watu wake. Akapendekeza akamaliza, na mimi nilikuwa hapo hiyo mkutano, lakini watu walikuwa ni wengi. Akamaliza kusema, akabana ndege, akaenda Bugirango. Mimi kupika nyumbani hapa ndio nasikia nduru, ate ndugu yako anakufa. Kwa nini? Watu wakati walikuwa ni wengi, wakati ya kutoka alianguka. Na watu wengi bila mnajua nini binadamu. Hapa watu kuangalia ni nini kinaanguka. Ni kukanyaga tu. Bakamkanyaga akakuba. Hakuna mtu alikuwa na shida kwa huyu mzee ndugu yangu. Na yeye alikuwa ni mwenye kupenda kiongozi wake. Hiyo ndio kifo yake. Hakuna maneno mengine. Na record yake ya mtu wake. Hakuna maneno mengi ya kwa huyu ndugu yangu. Hakuna maneno mingi kwa ndugu yake huyu anabakia. Hakuna maneno kwa watoto yake. Hakuna maneno kwa familia ya Urandi, huyu ndio baba yangu. Na nikisema ya kwamba huyu mzee hakuenda kuchukua pesa. Maana ana pesa zake kama mtu. Yeye alienda kama mzee wa kuenda kuangalia mfuasi wake. Na pia alikuwa anatuwakilisha sisi kama watoto wake. Akiwa pale sisi tunafurahia ya kwamba baba yetu ako mbele. Wakati nilifuatilia sana kuhusu alianguka namna gani, wale walikuwa karibu waliniambia alikanyangwa kiatu. Kuna mtu alimkanyangia kiatu kikatoka. Na kule kuinama kuvaa kiatu chake, hapo sasa ndio watu walimsukuma akaanguka wakamkanyanga. Kitu ninaweza omba kwa serikali ni moja. Kwanza kwa MP wetu. Nisema ya kwamba tulimchagua na tunafurahia ya kwamba walituletea maendeleo. Kama si maendeleo sisi hatungetoka. Tulienda kushuhudia, hata huyu mzee alienda kushuhudia maendeleo ambayo walituletea. Tushukuru na rais wetu. Hatutaki kuweka ya kwamba kifo cha mzee kilitokana na yeye, maana yeye alikuja akahutubia watu na akaenda. Jambo ninaomba ni serikali ijue kuna mzee alienda kushuhudia kiongozi wake na akaaga. Si yeye alimuua. Lakini waone njia ya kujiingiza. Tunashukuru sana maana wakati hilo jambo lilitendeka polisi walichukua jukumu wakampeleka mochari, hata kama watu walifuata kama shahidi. Sasa ndio ninaomba ya kwamba serikali ijiingize. Tutashukuru sana kwa chochote chenye watatusaidia kama familia. Tutashukuru. Nikaondoka nje. Wakati nilinunua
switi, nikaendelea kukula. Mtoto mwingine akanipigia simu akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko wapi Gituki. Nikamwambia niko karibu kuja. Halafu akaniambia uko karibu kuja na kina wetu ameumia huko Ugembo. Ndio nilikimbia mpaka Ugembo. Ndio nilimpata huko. Nimekaa. Tukamchukua Kisii. Katibiwa. Halafu toka nyumbani nikaenda Gituki, nasikia kuna Ruto. Kufika kwa geti tukafunguliwa. Kumfunguliwa ndio nilianguka chini, nikakanywa mgongo na kifua. Ndio nimeumia. Tukapelekwa hospitali, nikapiga X-ray na wakanitumia madawa. Ndio tulitoka hivi nikakuja nyumbani. Tulikuwa tumesimama kwa geti. Kufungua geti kuna watu walikuwa wanasukuma kutoka nyuma. Ndio tulianguka, nikaumia, kuna wengine wameumia pia.